Simulizi za kusisimua. Simulizi ya kosa langu. Joyce ni msichana aliyezaliwa katika familia ya watoto wawili, akiwa ni mtoto wa kwanza katika familia ya mzee Ndesanjo. Maisha yao yalikuwa ni maisha ya furaha na amani. Walikuwa wakiishi mkoa wa Dar es Salaam, maeneo ya Kimara Stopover. Lakini furaha hiyo ilipotea baada ya siku moja ambapo mzee Ndesanjo alikuja nyumbani baada ya kutoka kazini na moja kwa moja akimtaka Mama Joyce ajiandae, kwani wangesafiri siku hiyo, ambapo ilikuwa ni siku ya Jumanne mida ya saa 12 jioni. Mzee Ndesanjo alikuwa na gari aina Escudo. Alifika na kuita kwa sauti, "Mama Joyce, Mama Joyce." Huko chumbani Mama Joyce alimsikia na kuitika, mume wangu, vipi mbona unaongea kwa sauti sana? Si ungeingia ndani kwanza?" alisema Mama Joyce huku akiwa anamwangalia mume wake kwa makini. Baba Joyce alimsogelea huku akisema, "Hakuna muda wa kupoteza, mimi ndani siingii. Nenda kajiandae, tuna safari ya kwenda Morogoro. Kuna matatizo, kwani rafiki yangu tunayefanya naye kazi amefiwa na mke wake. Inabidi tuwahi kwenda." Mama Joyce alinyamaza kimya kidogo, kana kwamba kuna kitu anatafakari na kusema, jamani, ni nini tena kilimfika? Kwani alikuwa anaumwa maskini?" Aliongea kwa masikitiko. Baba Joyce akamjibu na kusema, "Alikuwa anaumwa na ameugua kwa muda mfupi sana. Wewe nenda kajiandae tuondoke." Mama Joyce akasema, "Lakini mume wangu, watoto tutawaacha na nani?" aliuliza Mama Joyce, kwani kwa wakati huo Joyce na mdogo wake aliyeitwa James walikwenda shule. Joyce alikuwa darasa la 5 na James akiwa darasa la 1, na pale walipokuwa wakiishi ilikuwa ni nyumba ya kupanga. Baba Joyce alimgeukia tena mke wake na kusema, "Hawa watoto tutamkabidhi jirani yetu mzee Ngonyani na mkewe, kwani hatuendi kukaa zaidi ya siku 2. Wewe jiandae tuondoke. Wakirudi kutoka shule watakuta maagizo kutoka kwa mke wa Ngonyani," alisema Baba Joyce. Ndipo Mama Joyce akaenda kwenye chumba cha mke wa Ngonyani na kumwachia maagizo ya kuangalia watoto wake kwa kipindi cha siku 2. Baada ya hapo, aliingia chumbani na kujiandaa tayari kwa safari, ambapo safari ilianza. Wakiwa njiani maeneo ya Kidatu, ghafla gari lilipata pancha tairi ya mbele na kupinduka. Ilikuwa ni ajali mbaya sana, kwani Baba Joyce alifariki pale pale na Mama Joyce alikuwa ameumia sana sehemu za kichwani. Hivyo, wasamaria wema walimchukua na kumkimbiza hospitali. Baada ya wasamaria kumkimbiza hospitalini Mama Joyce, ambaye kwa wakati huo hakuwa hajitambui, askari polisi walifika eneo la tukio na kuuchukua mwili wa marehemu wa Baba Joyce na kuupeleka chumba cha maiti hospitali ya Morogoro. Gari lilikuwa limeharibika sana kutokana na ajali ilivyokuwa mbaya, hivyo ulifanyika utaratibu wa kulisogeza hadi kituo cha polisi. Wakiwa hospitalini, Mama Joyce hakuwa litambui kabisa, na hivyo polisi waliamua kufanya utaratibu wa kufahamu ndugu ambao wangeweza kuwa naye karibu kwa wakati huo. Mmoja wa polisi alimwambia mwenzake, "Sasa tutafanyaje kuwapata ndugu wa hawa watu? Kwani huyu mama hajitambui na mume wake amekwisha fariki, inabidi tuwatafute ili waendelee na taratibu nyingine." Mwenzake aliyekuwa naye akamjibu, "Inabidi tupekue namba za simu katika simu zao na kuweza kuwasiliana na ndugu zao." Basi moja kwa moja alichukua simu ambayo ilikuwa ni ya Baba Joyce na kuangalia namba za watu mbalimbali. Akiwa anatizama nani wa kumpigia simu, alijaribu jina ambalo lilikuwa kwenye simu ambalo liliandikwa mkurugenzi. Alipiga namba bila kufanikiwa na alijaribu namba kama 3, zote zilikuwa hazipatikani. Ndipo wakaamua kuchukua simu ya Mama Joyce na kuangalia namba nyingine katika simu hiyo. Kwa bahati nzuri walikuta namba ya mke wa Ngonyani ambayo ilikuwa imeandikwa Mama Ngonyani, na kujaribu kuipiga. Simu iliita kwa mara ya kwanza bila kupokelewa hadi ikakata, lakini waliendelea kujaribu, hatimaye simu ilipokelewa. Mama Ngonyani, ambaye ni jirani ya Mama Joyce aliyekuwa amekabidhiwa watoto, alipokea ile simu akijua mama wa Ndesanjo ndiye aliyempigia na kusema, "Habari Mama Joyce, nilikuwa mbali na simu, vipi mmekwisha fika?" Yule askari aliyekuwa anasikiliza ile simu alinyamaza kimya kidogo na kusema, "Samahani mama, unazungumza na askari polisi kutoka Morogoro." Kabla hajaendelea, Mama Ngonyani akamkatisha na kusema kwa mshangao, "Askari,
kwani kuna nini tena? Mama Joyce yuko wapi? Aliuliza Mama Ngonyani. Yule askari akamwambia, usijali mama, nilikuwa nataka kufahamu unamfahamu vipi Mama Joyce? Kwa haraka, Mama Ngonyani akajibu, Mama Joyce ni jirani yangu na pia ni rafiki yangu na wameenda Morogoro kwenye msiba. Sasa nashangaa kuzungumza na askari kupitia simu yake, kwani kuna tatizo? Alizungumza Mama Ngonyani huku akitaka kufahamu nini kinaendelea, ndipo yule askari akamwambia kile kilichotokea. Mama Joyce na mume wake wamepata ajali maeneo ya Kidatu na hapa ninapozungumza nipo hospitali ya Morogoro. Nilikuwa naomba ungewajulisha ndugu zake ili waje haraka. Alizungumza yule askari, lakini hakumwambia kwamba Baba Joyce alikuwa amefariki. Kwa mshtuko Mama Ngonyani akasema, ajali? Mungu wangu jamani, kwa hiyo wanaendeleaje sasa? Ndugu zake akina nani? Mimi nachojua hawana ndugu zaidi ya watoto wao wawili, Joyce na James, ambao wapo hapa nyumbani na ni watoto wadogo. Sijui nifanyeje jamani. Alizungumza maneno mengi kana kwamba mtu aliyechanganyikiwa. Kumbe maskini Mzee Ndesanjo na mkewe walikuwa hawana ndugu zaidi ya watoto wao. Yule askari alimsisitiza Mama Joyce afike hospitali, kwani hakuna mtu wa kumhudumia Mama Joyce. Basi Mama Ngonyani alimjulisha mumewe na haraka walijiandaa kwa safari ya Morogoro, huku akiwaacha Joyce na James bila kuwajulisha kile kilichotokea. Walipofika hospitalini ndipo walipogundua kwamba Baba Joyce alikuwa amefariki na hali ya Mama Joyce ilikuwa mbaya sana. Walionana na daktari ambaye walieleza iwapo Mama Joyce akizinduka kuna uwezekano asikumbuke chochote kilichotokea, kwani katika hali anayonayo hawezi kumkumbuka hata mtoto wake, na pia kuna uwezekano hata kama akirudi katika hali yake ya kawaida basi atakuwa hana akili vizuri. Mama Ngonyani kusikia hivyo alishtuka na kusema, Mungu wangu, sasa itakuwaje? Ndio tumekwisha mpoteza Mama Joyce. Ina maana daktari hakuna njia yoyote ya kumrudisha katika hali yake ya kawaida? Tusaidie jamani. Alizungumza Mama Ngonyani huku machozi akiwa yanamdondoka. Daktari alimjibu akisema, uwezekano hakuna, kilichobaki ni kumwomba Mungu amsaidie. Pia tunaweza kumruhusu kesho ili muweze kumhudumia akiwa nyumbani. Walibaki wanasikitika na kutafakari. Baadaye ilibidi waondoke na kesho yake walirudi kwa ajili ya kumchukua Mama Joyce ambaye hakuelewi chochote. Maisha yalianza kubadilika kwa mtoto Joyce aliyekuwa na malengo ya kusoma na baadaye kuwa mwanasheria. Hali ilizidi kuwa ngumu, kwani Mama Joyce alikuwa akihitaji huduma wakati wote. Ilifikia kipindi familia ya Mzee Ndesanjo na mkewe ikaanza kuwatenga, na hata wale waliokuwa marafiki waliwaacha wakitaabika wenyewe. Kutokana na hali kuwa mbaya, Joyce aliamua kuacha masomo akiwa darasa la 6 ili aweze kumsaidia mama yake pale nyumbani. Mzee Ngonyani na mkewe waliamua kuhama katika ile nyumba, na tokea walipohama hawakuwahi kurudi hata siku moja kwenda kumsalimia Mama Joyce. Hali ilizidi kuwa mbaya. Joyce na mdogo wake ilibidi wakati mwingine waende mitaani na kuomba msaada angalau wapate pesa ya kula pale nyumbani. Siku moja Mama Joyce aliamuka asubuhi, kichwa kilikuwa kinamuuma sana, hivyo alitakiwa apelekwe hospitali, ambapo Joyce hakuwa na chochote, kwani alikuwa akitegemea biashara ya kuuza maandazi na pesa ilikuwa ni ndogo. Alihangaika sana bila kupata msaada wowote. Hatimaye Mama Joyce alifariki dunia kutokana na kuumwa sana bila kupata matibabu. Aliwaacha Joyce na James ambao sasa walikuwa ni yatima. Maisha yalikuwa magumu, hawakujua nini cha kufanya, kwani hata nyumba walikuwa wakiishi walifukuzwa kutokana na kushindwa kulipa kodi. Hivyo kujikuta wakirandaranda mitaani kutafuta kipato.